Na wakati unaingia katika maombi, wakati unakuja kubomoa misingi za vikwazo ama misingi ambazo hazieleweki, shetani akitoka mpaka anatoka na kuacha na maumivu. Haleluya. Kwa hivyo nasema mpaka mkue strong. Nikisema hivyo itabidi mkue strong, kwa sababu wengine wanapoingia deep ni maombi, wengine wataanza kusarenda. Kwa sababu yeye anatarajia wakati anaomba mambo ya kweli straightforward. Hayawezi. Bwana asifiwe. Na jinsi ambayo tumezidi kusema hapa ya kwamba jina la Yesu liko na nguvu na uwezo na mamlaka. Hakika hii jina lazima tuiite. Haleluya. Bwana asifiwe. Hakuna baraka utapokea kama hujapitia changamoto ama kama hujapitia mambo yasiyofaa. Haleluya. Baraka zikitaka kukuja, lazima naye shetani asimame kujaribu imani, aone ya kwamba umesimama aje. Haleluya. Bwana asifiwe. Tuko pamoja. Kwa hiyo waombezi, ninasema ya kwamba mmechagua jambo lililo nzuri, lakini nataka sisi wote tukue waombezi. Haleluya. Kwa sababu gani? Wamesema waombezi tukuja hapa mbele, wengine tumekaa pale nyuma. Sasa wewe umekuja kanisa kufanya nini? Bwana asifiwe. Unajua tukitaka baraka, wewe mwenyewe mpaka uitishe baraka na kinywa chako. Ndio wengine hata wakikushikilia imani, Bwana anajua kwamba umeitisha na utapokea. Haleluya. Hakuna venye wewe utasimama mahali useme ya kwamba unataka baraka na wewe mwenyewe hata uitishi hizo baraka. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sisi sote kanisa lote tutakuwa waombezi, ama si lazima tukuwe waombezi? Molini, karibu sana. Tunakupenda bado. Haleluya. Mpaka sisi sote tukue waombezi. Haleluya. Kwa hivyo nahitaji kanisa lote tukue waombezi. Na tena nitasema ya kwamba wakati tumeanza mwaka, tumeanza tukiwa salama, tunaelekea kumaliza. Tumebakisha miezi mingapi? Miezi mbili mwana azaliwe ndani yetu. Haleluya. Kwa hivyo hizi miezi mbili tuanze kuandaa mioyo zetu. Bwana asifiwe. Wewe kama ulikuwa na kikwazo mahali, anza kuachilia hizo vikwazo. Kama umekosana na ndugu yako ama mama yako ama mtu yoyote ambao ulileta kikwazo juu yake, anza kuachilia. Haleluya. Sana sana wakati wale waombezi wanasimama, wakati unaomba, inatakana ukue na furaha ndani ya moyo wako. Ndipo tunapoitisha mambo fulani juu ya Mwenyezi Mungu, akute wewe moyo wako umeshakuwa msafi, ndipo akupee. Haleluya. Usinidanganye utaingia katika uombezi na hadi umebebana vikwazo, hadi umebebana uzito, labda kuna mahali umekosea. Lakini nachukua nafasi hii kusema ya kwamba mimi nimekuwa hapa miaka zote na hii mwaka tumekuwa nani. Haleluya. Ikiwa kuna mahali nimekwaza mtu, na jiondoa ndani mapema, naomba msamaha. Haleluya. Maana mimi natarajia, nimeanza kujiandaa kutarajia mtoto azaliwe ndani ya moyo wangu. Na mtoto ninapopokea kizaliwa ndani ya moyo wangu, atakuwa wa baraka juu ya maisha yangu. Haleluya. Bwana asifiwe. Wakati tunapokea baraka, lazima vikwazo viinuke kila wakati. Lakini nakwambia ya kwamba ukaweze kusimama imara. Haleluya. Bwana asifiwe. Maana sisi tunataka tutarajie mema. Lakini naye nashukuru, miaka zote tukiwa hapa Mudhurwa, hakuna mtu yote hapa Mudhurwa anapatikana na changamoto ambazo zinamlemea. Hata kama homa inapita tukisimama. Hata malaria kama inapita tukipona. Haleluya. Kwa hiyo kila mmoja akaweze kuponya moyo wake. Haleluya. Bwana asifiwe. Kila mmoja akaweze kuponya moyo wake na akaweze kuandaa moyo wake. Haleluya. Mambo ya Christmas inakuwa ni mambo mazito sana. Kuna wengi wameanza kupanga, kubeba vitu, kusafiri. Haleluya. Na maanisha wengi wanaenda kubebana mizigo kwa sababu mimi sijapewa hii, sitaweza. Kijana ukiwa hapo ukiwa na girlfriend ameanza kuwekea mikakati. Mama ukiwa hapa uko kwako ameanza kupanga mikakati. Na nasema ya kwamba uanze kupanga mikakati na jamani usianze kuomba watu pesa ama uanze kuweka madeni mahali. Haleluya. Kwa hivyo uweke message ama uanze kupanga mipangilio ukiangalia mbele. Haleluya. Bwana asifiwe. Na kama uko na uhusiano tumeanza kuambia boyfriend, leo nisipopata kiatu, nisipopata nini, usianze
inaisha. Hapana, sisi tuko hapa kwenda kutafuta Roho Mtakatifu akaweza kutawala maisha yetu, akatawala nyoyo zetu. Haleluya! Nitakuwa na furaha nikiona kila mmoja mtoto amezaliwa ndani yake. Tena tutaomba ni uzima wa milele. Haleluya! Kwa hiyo kama mikakati itakuwa kama utapata, shukuru Mwenyezi Mungu. Na kama hutapata, mimi sitaki kupigiwa simu. Moini alibeba vitu akaenda. Sara alibeba vitu akaenda. Sisi nani alibeba, Kusanya alibeba vitu akaenda. Sisi msichana alibeba vitu akaenda. Hapana. Tuangalie mbele. Mnanipata? Nataka tuangalie mbele. Hizo ni vitu ambazo zitapita na kuna wakati zitakuja. Sitakuwa hivyo. Kwa sababu mambo mengi yanaharibika wakati wa Christmas, semi uongo. Lakini sisi watu wa Mungu nataka tukue straight forward. Tukue vizuri. Kama utapata sukuma, wewe kula hiyo sukuma. Haleluya. Kama hata utapika strong TV kwangu sipigani. Hata siwadangani. Kuanzia tarehe 25 mimi sipigani. Hata wewe unanipata kwa masufuria. Hata hiyo nyumba watoto wameshajua hakuna chenye kinaendeleana hapo. Haleluya. Labda kaida wanataka kufungua shule, ndio sasa nitawapanga wapate kitu kidogo ndio waende. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo waombezi, mmechukua jukumu iliyo njema. Na nataka tusimame imara. Na sitaki mtu mmoja akapige mahali akatoka nje. Haleluya. Nataka tuzae matunda. Wakati tuko ndani ya maombezi, nafaa tuangalie. Wakati tunaingia katika uombezi, hiyo uombezi tunapata baraka, tunazaa matunda, kuna haki inatendeka. Bwana asifiwe. Haleluya. Lakini tukiungana kwa imani moja, tusimame imara, mwangaza utaonekana, matunda yatakuwa, baraka zitakuwa. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kila mmoja aanze kusafisha imani yake. Kama kuna mahali ulikwaza na mtu, nenda kwake muombe msamaha. Kama ni ndugu yako umekosana kwa baba, anza kuomba msamaha. Kama ni mama yako alikukwaza mahali, mwambie mama nakupenda. Kama ni baba mwambie, yaani tunataka tuachilie msamaha. Ndiposa Mungu akaweze kukuinua kona zote. Haleluya. Ukiwa muombezi utakuwa mtu wa hasira. Haleluya. Hata kama hasira itakuwa inakuja, utabeba hasira kutoka asubuhi mpaka jioni. Unaachilia. Haleluya. Ukiwa muombezi usiwe mtu wa vikwazo. Ndiposa Mungu akajibu maombi yako. Nitakana ubebe vikwazo yote hata siku moja. Haleluya. Mnanipata kweli? Ukiwa muombezi haitakana utoe matusi katika mdomo wako. Haleluya. Haitakana ukwaze mtu yote. Haleluya. Inatakana utangaze mema katika milima na mabonde. Ukwe mtu wa kutangaza mema ukisonga mbele. Maana Roho Mtakatifu ataingia ndani yako. Na wewe umeshakuwa nuru, umeshakuwa mwangaza. Kwa hiyo tutaangaza kila mahali. Tutaangaza hapa kanisani, tutaangaza kwenye tunakaa, tutaangaza katika nyumba zetu, ili watu wakajue kwamba wewe Mungu yu ndani yako. Haleluya. Zaidi ya yote tuliite jina la Yesu kila wakati. Maana hili jina liko na uwezo, liko na mamlaka, liko na ushindi. Hivi Paulo amesema ya kwamba unapoita jina la Yesu Kristo liko na uwezo na linaweza kuinua kona zote unapotembea. Kwa hiyo hadi unapoingia hapa, jua ya kwamba umekuja kuita jina la Yesu Kristo. Hakuna haja nikwambia kwamba utapokea na ujui jina la Yesu Kristo. Hakuna haja nikwambie Bwana atakutendea na ujui Mungu. Mungu anasema ya kwamba mpende kwanza. Penda Mwenyezi Mungu na roho yako yote. Ndipo wakati unapoenda kuita jina la Yesu Kristo, Bwana naye anakuinua na kubariki. Haleluya. Bwana asifiwe. Ukijua unaomba, lazima uzae matunda yaliyo mema. Usiingie kwa uombezi uwe mtu ambao usiozaa matunda yaliyo mema. Haleluya. Nikiwa mdogo sana nitatumia mafungo. Nikiwa mdogo sana nyumbani, kuna mtu wa maembe, babu yake alikuwa amepanda miti za maembe katika kwa uwanja karibu miti tano. Sasa kila wakati hizi miti mitatu zilikuwa zinazaa sana, hizi haziwezi. Anasema ya kwamba mtu apande aanze kuipurumu, labda hiyo matawi imejaa hapo mingi, labda inafanya isizae. Anaanza kuipurumu akiachia hewa, labda baridi pite ndani aweke mbolea izae. Hiyo mti ilikuwa inazaa. Akitegea hizi tatu ndio zinazaa.
hazizai. Unajua ikifika mahali akasema ya kwamba hizi miti zinalipa hasara. Akasema ya kwamba mchukue kama mkate zifanye kuwa kuni. Haleluya. Na hizi zimebaki ndio zitabaki ni za baraka. Haleluya. The same wakati unaingia katika maombi, ninataka uombe ukijua ya kwamba yale maombi unazaa yanazaa baraka ama yanazaa matunda aina gani. Haleluya. Nitakano kuingia katika maombi jioni ukienda unaanza kuzaa matusi. Usijui unaanza kuzaa ugomvi, unaanza kuzaa hasira. Hapana, Bwana anasema ya kwamba hata kwa upande wako hata siku moja atakutenga kando hizi ambavyo babu yako alimata hizi miti akasema ya kwamba hizi hazina faida zisaki. Haleluya. Hebu niulize swali ya kwamba Wija, I think umekomaa kama mimi saa hii niko na burani sana. Haleluya. Vijana bado lakini wasichana wako, si ndio? Wewe uko na kijana katika kwa boma, ameoa mwanamke amemleta katika boma. Unajua sisi wamama tuko na mambo mengi sana. Utaangalia dalili ya kwanza mwezi wa kwanza, hakuna dalili. Uoja kitema mate. Unakuja unaangalia mwezi wa pili, akimaliza mwaka au inaangalia kijana yake akamwambia, mko vizuri kweli? Bwana asifiwe. Anaanza kuambia wewe Mai, huyu msichana ni kama hazai. Mimi nilikuwa nataka kurani sana. Kwa hiyo huyu msichana atoka aende, ulete msichana mwingine. Haleluya. Ama ikuangi hivyo. Ndio Mungu anasema ya kwamba wakati unaomba, anataka aone ukipata tunda nzuri. Haleluya. Ukiwa na mwelekeo mzuri. Haleluya. Ukiwa na mamlaka kwa watu wengine. Haleluya. Ama anarudi anasema kama kijana yangu kuna shida mahali. Hata huko kwa mama siku nyingine nilikuwa naona ya kwamba kijana alishafika miaka 16 hivi ama 18 hata msichana. Kama waone kama unatembea yako na mwenzako, wanasema wewe upime labda ile sijui nikizidi. Haleluya. Bwana asifiwe. Ulishinda na ukiwa msichana tena utembei. Utembeaji na vijana wanasema huyu msichana ni kama ako patibili. Haleluya. Sio ndio Mungu anachunguza watu ambao wako kanisani ambao wanaomba. Wanatembea kivipi, wanasimama kivipi. Haleluya. Hatutakuwa watu wa kukumbushwa kila wakati. Tembea hapa, pita hapa. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wacha tuingie na ile shoti amekilia. Wacha tuingie Yohana. Mai mnacheka. Sinasema ukweli. Wanasema wewe hauko timamu. Hata wakati unaomba kwa Mwenyezi Mungu unapiga tu makelele bure. Mungu anageuka anaangalia anasema huyu aniombi vizuri. Mambo yako atamuombi vizuri. Direct straight forward. Haleluya. Kwa hiyo tuachane na hayo. Maandiko yanasema ya kwamba Yohana 15. Nitasoma kwa imani. Inasema ya kwamba mimi ndimi mzabibu wa ukweli na Baba yangu ndiye mkulima. Mimi nasema ya kwamba kila tawi ndani yangu lisiyozaa uniondoa, na kila tawi lizao unisafisha ili nizidi kuzaa. Haleluya. Ukiendelea nasema ya Baba 3, ninyi mmeshakuwa safi kwa sababu ya lile neno nilivyowaambia. Ile nasema ya kwamba kaeni ndani yangu nami ndani yenu, kama vile matawi, kama vile tawi lisiyoweza kuzaa peke yake lisipokuwa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Ile tani nasema ya kwamba mimi ni mzabibu, nyinyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Maana pasipo mimi nyinyi hamwezi kuifanya neno lolote. Bwana asifiwe. Haleluya. Maandiko yanasema ya kwamba huyu ni Yesu Kristo ambaye aliandika kupitia kwa kitabu ya Yohana. Anasema ya kwamba
yeye ndiye mzabibu wa ukweli. Haleluya. Sisi tunakuja hapa kuomba kwa ajili ya neno la Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya Yesu Kristo, tukijua ya kwamba Yesu ndio ukweli ndani ya maisha yetu. Haleluya. Tunapomuomba tunajua kwamba Yesu Kristo atatutendea, atatujibu. Haleluya. Lakini anasema ya kwamba asiyekuwa pamoja naye hatamtendea, na yule atakaye ndani yake hatamtendea. Haleluya. Bwana asifiwe. Sisi tushakuwa matawi. Haleluya. Anasema ya kwamba tawi ambayo ni yenye litazaa, yeye ataliondoa na kulitupa. Haleluya. Wewe umeingia hapa kanisani, unaomba, wewe ni mzabibu wa ukweli, unatembea aje? Haleluya. Umekaa ndani ya Yesu Kristo, unaita jina la Yesu kila wakati. Bwana anasema ya kwamba unapoingia kanisani, mpende Mwenyezi Mungu na ukakae ndani ya neno lake ili tukaweze kuosha na kusafisha. Haleluya. Ndipo anasema ya kwamba mimi ni mzabibu wa ukweli, Yesu Kristo ni wa ukweli. Ukimwita kwa ukweli atakuangazia, ukimwita kwa imani moja atakutendea. Kwa hiyo unaposimama, simama ukiomba, ukijua kwamba Yesu yuko na yuko tayari kushika mkono unapotoka na kuingia. Haleluya. Na yuko tayari kutendea yale mambo yote ambayo unahitaji. Haleluya. Bwana asifiwe. Anasema ya kwamba mimi ndimi mzabibu wa ukweli na Baba yangu ndiye mkulima. Yes, anasema ya kwamba sisi wakati tunaingia hapa tunajua kwamba Baba yetu ndio mkulima. Haleluya. Ni yeye analima kila wakati, na yeye ako na matunda yote, ako na mazao yote. Tunapoitisha kwa sababu yeye ni mkulima, tunapokea kwa imani. Haleluya. Bwana asifiwe. Anasema ya kwamba yeye ndiye mkulima. Yeye ndiye anapeana kila kitu, hata pesa zote na kila kitu. Mungu asiposimama akupee hauwezi, kwa sababu anasema ya kwamba yeye ndiye mkulima. Haleluya. Na anasema ya kwamba yeye ni mzabibu wa ukweli. Haleluya. Bwana asifiwe. Ukiendelea nasema ya kwamba kila tawi ndani yangu lisiozaa uiondoa, na kila tawi lizaao unisafisha ili nizidi kuzaa. Haleluya. Kwa hivyo tukisimama imara katika uombezi, tusikuwe na chuki yoyote, tusikuwe na kutu yoyote. Bwana anasema ya kwamba yeye atafanya tukakuwe na mazao mengi katika maisha yetu, tutapokea baraka kila wakati. Haleluya. Lakini anasema ya kwamba unaposimama imara kwa maombi, anasema ya kwamba ataweka mafuta juu yako, utaendelea kuzaa sana, utaendelea kupanuka sana. Haleluya. Bwana asifiwe. Tatu nasema ya kwamba nyinyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Haleluya. Wale ambao wamepokea neno la Yesu Kristo aliwaambia wameshakuwa wasafi. Bwana anasema ya kwamba sisi sote tumeshakuwa wasafi. Haleluya. Ndio kwa maana nilisema ya kwamba wakati tumeshika huu wakati tumeanza kuomba, sote mioyo zetu zikuwe msafi. Zikishakuwa msafi, Bwana anasema ya kwamba yuko pamoja nasi na atatuinua kwa kiwango kingine. Haleluya. Kwa hiyo waombezi ambao umesimama mahali hapa, sote tutaenda kuwa waombezi. Sote tukishakuwa waombezi, haya matunda yanaenda kumiminika katika hili kanisa. Matunda yanaenda kumiminika katika kazi zetu, katika maboma zetu. Kila mahali ambapo tunaenda, Bwana anaenda kutubariki. Haleluya. Na anaenda kuwa pamoja nasi. Haleluya. Bwana asifiwe. Wakati umeingia kwenye maombi, Bwana anakuandaa. Ukiwa na hasira unakutana hakuna hiyo hasira. Ukiwa mtu wa kutamka mambo ovyo ovyo unasikianga hakuna. Lakini kama uko kwa kikundi cha uombezi na unatubu kuhusu hasira ikuondoke, utatubu kuhusu matamshi mabaya kwa ndani ya kinywa chako, wafanya kazi bure. Haya maombi hakuna mahali yanaenda hata kidogo, kwa sababu neno likishaingia ndani yako unanyenyekea, unabaki kama mtoto mdogo. Unayaona lakini unakanyaga juu yake, unaona ni kama kawaida. Haleluya. Hata uone kabeba uzito hata kidogo, unaona ni kama kawaida. Haleluya. Na ulimwenguni lazima uyaone, lakini usiwe mtu wa kubeba uzito, maana sisi tunataka tukue mizabibu za ukweli. Tunataka
Bwana asifiwe. Ile nasema ya kwamba kaeni ndani yangu nami ndani yenu, kama vile tawi lisiloweza kuzaa peke yake. Yesu anasema ya kwamba tukae ndani yake, yaani tusikae peke yetu, tukae ndani ya Yesu Kristo, ndipo Bwana akaweza kutenda yaliyo mazuri. Lakini ukikaa peke yako, wewe umefananishwa na lile tawi ambalo alizai. Haleluya. Lakini kupitia kwa Yesu Kristo, tukikaa ndani yake na tumpokee, Bwana anasema ya kwamba atatufanya tukue matawi ya kuzaa. Haleluya. Bwana asifiwe. Ukiendelea nasema ya kwamba kama vile tawi iliyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nyinyi msipokaa ndani yangu. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wapendwa, nasema ya kwamba tutasimama imara. Tutasimama imara maana Mungu ameweza kuwa pamoja nasi. Nikijua ya kwamba siku ya leo kuna uwepo. Ninapoingia hapa nikisikia mwili wangu ushakuwa mwepesi, najua ya kwamba kuna uwepo wa Mwenyezi Mungu mahali hapa. Na Mungu anaenda kutenda kitu kilicho chema juu ya maisha yetu. Haleluya. Tusome Yohana 8 mstari wa 12. Inasema ya kwamba Yesu akawaambia tena akisema, mimi ni nuru ya ulimwengu. Mimi ni nuru ya ulimwengu. Basi Yesu akawaambia tena asema, mimi ni nuru ya ulimwengu. Yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa nuru ya uzima. Bwana asifiwe. 13 nasema ya kwamba basi Mafarisayo wakamwambia, wewe unajishuhudia mwenyewe, ushuhuda wako si ya ukweli. Yesu akawajibu akawaambia, mimi ningawa ninashuhudia mwenyewe, ushuhuda wangu ndio ukweli, kwa sababu najua nilikotoka na niendako, lakini nyinyi hamjui nilikotoka wala uendako. Haleluya. Bwana asifiwe. Yesu anasema ya kwamba yeye ashakuwa nuru ya ulimwengu. Haleluya. Yeye ashakuwa nuru ya ulimwengu. Na wale watu ambao wamekubali jina la Yesu Kristo, Bwana anasema ya kwamba mtakuwa nuru katika maisha yenu na mtaangaza kila mahali. Haleluya. Wakati mtu anasimama anatoa ushuhuda, yeye anatoa ushuhuda ya ukweli kulingana jinsi Mungu alimtendea. Lakini kuna wale Mafarisayo wanasimama wanasema ya kwamba hiyo ushuhuda ambao unatoa si ya ukweli. Yesu anawajibu anasema ya kwamba mimi najua kwenye nimetoka, najua kwenye naenda. Kwa hiyo ile ushuhuda natoa ni ukweli ndani ya maisha yetu. Maana Mungu amenitendea, Mungu amenibariki, Mungu ameniponya, Mungu amenibariki. Haleluya. Wakati unaposimama unatoa ushuhuda jinsi Yesu amesimama amekutendea. Kuna Mafarisayo wanasimama wanapinga, wanasema ya kwamba hasemi ushuhuda wa ukweli. Lakini Yesu anasema ya kwamba mimi ndio najua kwenye naenda na kwenye natoka, najua nani Bwana ameweza kunitendea. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo nasema ya kwamba Mungu wetu ni mwema na Mungu wetu ni hakika, na Mungu alisema ya kwamba sisi tumeshakuwa watoto wake na anazidi kutenda yaliyo makuu kwa sababu ya nguvu zake, na Roho Mtakatifu akaweza kututawala kila wakati. Haleluya. Bwana asifiwe. Kisha tukimalizia na kitabu cha Mathayo 14. Mathayo 14 mstari wa 16. Mathayo 5 mtasoma 14. Haleluya. Tusome Mathayo 5:14-16. Pia inaongea tu kuhusu nuru, kwa sababu tumesimama kwa ajili ya Yesu Kristo kutupa mwangaza mahali hapa.
pia tuongoze tukakue nuru mbele zake. Inasema ya kwamba nyinyi ni nuru ya ulimwengu. Muda huwezi kutiririka ukiwa juu ya milima, wala watu hawatawasha taa na kuweka chini ya mpishi, bali juu ya kiango nayo ya mwangaza wote waliomo nyumbani. Haleluya. 16 nasema ya kwamba hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema. Wamtukuze Baba yetu aliye mbinguni. Haleluya. Tukishakuwa nuru, inafaa nuru yako ikaweze kuangaza. Haleluya. Watu wakaone matendo yako yaliyo mema. Haleluya. Kama uko na nyota, itabidi hiyo nyota ukasimame iangaze kila kona. Haleluya. Hii nyota ama hii nuru ukishapata, uweze kuwa na taa, unataka iweke kila mahali, uweke chini ya meza. Haleluya. Bwana asifiwe. Inatakana kama Mungu amekusafisha, umeshakuwa taa, umeshakuwa nuru, hiyo taa inatakana uweke katika meza, iangaze kila mahali, watu wataona. Haleluya. Bwana asifiwe. Katika uombezi, wakati umeomba, inatakana uende hatua ya pili. Haleluya. Bwana asifiwe. Kama ukuwa unaimba, inatakana uimbe. Haleluya. Kama ukuwa una worship, inatakana worship. Haleluya. Kwa sababu wale ambao wameingia katika uombezi wanakuwa nuru na mwangaza. Haleluya. Lazima kuna department moja utashikilia kujua ya kwamba nuru yako inaangaza, kujua ya kwamba taa yako inawaka. Haleluya. Kwa hiyo usichukue nyota zenu ukaweke chini ya meza. Inatakana tuweke juu, ukaweza kuangaza kwa kila mmoja. Haleluya. Bwana asifiwe. Mnanipata kweli? Wengine wanalala. Haleluya. Ni nani anachukua taa yake anaweka chini ya meza isiangaze? Maana najua kwamba kuna vipawa hapa tofauti, lakini watu wamekaa ili wamejifishilia. Bwana anasema ya kwamba ukatoke uangaze ili nuru yako ikaangaze upande zote. Haleluya. Kama umepewa neno la Mwenyezi Mungu, peana ujumbe kwa watu. Haleluya. Kama ni uimbaji, simama imba. Haleluya. Maana wewe ushakuwa nuru, umeshakuwa mwangaza. Haleluya. Tutetee jina la Yesu Kristo liende mbele. Haleluya. Tutetee neno la Mwenyezi Mungu likapate nguvu. Haleluya. Huwezi kuniambia kwamba umeshakuwa nuru na uangazi. Kama ni kuimba uimbi, kama ni kufagia ufagii, kama ni kufanya lolote ufanye, wewe uko tu pale. Hakuna. Haleluya. Inafaa ukiingia kanisani, jua ni department gani utasimama ukatende kazi ya Mwenyezi Mungu, na kupitia hapo Mwenyezi Mungu naye atakupea ushindi. Haleluya. Bwana asifiwe. Tuko pamoja wapendwa. Kwa hiyo nitaomba tusimame tuimbe Injili 1:15. Hiyo ndio wimbo nitafunga nayo, na rehema za Bwana zikaweze kuwa pamoja nasi. Praise and worship. Hizi ndio nyimbo tutakuwa tunaimba sana. Maana ni nyimbo za utukufu tunahitaji katika madhabahu. Haleluya. Wote tusimame kwa imani tukaweze kuimba Injili namba 15. Sioshwi dhambi zangu bila damu yake Yesu. Hapendezewi Mungu bila damu yake Yesu. Hakuna kabisa dawa ya makosa
wala udhuru tena, ila damu yake Yesu. Hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa, ila damu yake Yesu. Sipati patanisha, ila damu yake Yesu. Hukumu yanitisha, ila damu yake Yesu. Hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa, ila damu yake Yesu. Sipati tumaini, ila damu yake Yesu. Wema wala amani, ila damu yake Yesu. Hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa, ila damu yake Yesu. Yashinda ulimwengu, ndiyo damu yake Yesu. Na kutufikisha juu, ndiyo damu yake Yesu. Hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa, ila damu yake Yesu. Twaimba utukufu, una damu yake Yesu. Milele twaisifu, ndiyo damu yake Yesu. Hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa, ila damu yake Yesu. Hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa, ila damu yake Yesu. Wacha tukaombe kwa ajili ya mafunzo. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru, tunasema ni asante. Tunasema ni asante maana umeweza kuwa pamoja nasi. Baba, umeweza kuwa kimbilio tegemeo juu ya mioyo zetu. Baba, tumeingia mahali hapa kwa ajili ya utukufu wako. Tumeingia hapa kwa ajili ya neno lako Jehova. Neno lako limeweza kupita ndani ya mioyo zetu Jehova. Limesema ya kwamba wewe ndio mzabibu na wewe ndio mzabibu wa ukweli Jehova. Yule atakayekaa ndani yako Jehova, utakuwa pamoja nasi hai Jehova. Baba, ponya nafsi zetu Jehova. Inua nyoyo zetu Jehova. Katika uombezi ukaweza kutuombea Baba. Katika uombezi ukaweza kutuinua Jehova. Tunataka tukakuwe nuru ya ulimwengu Jehova. Tunataka tuangaze. Tunataka tuwe na matendo yaliyo mazuri. Tunataka tuwe na imani ya ushindi. Baba, tufunike na damu ya mwili takatifu. Ikiwa kuna hata ambaye inaweza kuja, tukasimama juu ya mioyo za
Yobesi, wakikafulisha Mungu wa Israeli, mambo sawa Baba watasimama kwa ajili ya kuja kuharibu imani zetu. Kwa jina la Yesu Baba mtakatifu, unaweza kutuondolea Baba, tupe ushindi, tupe hekima Jehova, tupe mwongozo Jehova, tutawale Baba, tutawale Yesu, tuangaze kila kona. Neno lako likakuwa ya ushindi, likakuwa baraka kwa mioyo yetu. Baba ukipenda nasema ni asante, na ni katika jina la Yesu nami nikiomba. Amen. Tutaketi kwa imani.